tumejaliwa respect ila sio baada. Jina langu kamili ni Irene Peter na nimetokea Arusha ndio nilipozaliwa kabisa, na nilikulia na ndio nilisoma shule yangu ya msingi na sekondari Olevo pale Mbinga, nilisoma shule ya msingi. Lakini ni chimbuko langu mimi hapa ni Mchaga wa Kibosho kabisa, na jina langu la kijijini ni Mike. Mimi ni mtoto wa pili kuzaliwa. Yeah. Uliozaliwa wezi ni feel kama snichindo umechagua naelewa njaa ila katilisha tuambia discipline nja pekee kwa consciousness kwa clear asiri that don't get it twisted no. Kama nakumbuka vizuri, kwanza yes I can remember this clearly. Nilipata opportunity ya kufanya My Better World cartoon fulani vya voice over ambayo nilifanya kwa Kiingereza under Juma Cheche ambao tulishinda pia Emmy. Pale ndo nilipoanza, sababu nilikuwa introduced like nikaona bwana ni kama tu kuigiza, sema si kuongea, ni kido nilikuwa practical pale ninafanya vile ninakuwa ninaongea. Lakini pia nilipata opportunity, kakaangu aliniita kwenye voice over kwa sababu pia naye anafahamu talanta yangu na uwezo wangu. Alipokuja kuniingiza pia nikafanya vizuri, and then watu wengine pia wakawa wanaendelea kunipa nafasi, nikawa naendelea kufanya vizuri mpaka sasa hivi nilipopata character ambaye ni Sofia, ambaye character mmoja ambaye yes watu wengi wasije kunifahamia naye. Lakini hapo safari yangu ya voice over nimefanya voice over nyingi sana. Kuna voice over nyingine nilifanya radio kwa ajili ya afya kule Arusha, nimeshafanya voice over za kwenye tamthilia. Muziki, okay, kuna muziki na kuimba nilianzia shuleni. Lakini muziki kama hivyo watu wanafahamia Bongo Flava, nilianza kwanza kupitia Bongo Star Arusha. Nakumbuka babangu alikuwa akisikia nishapita kwenye TV hivi tangazo la kama mzee akaona. Lakini nilianzia pale. Lakini pia kakaangu alikuwa ana production nyumbani. Kama nikizungumzia safari, nilianzia Bongo Star pale. Madam Rita mtoto wake ndio alioniunganisha mimi hapa na pale Arusha. Nikaenda pale kwenye studio nikakutana na Samtimba, tukafanya kazi ambayo Gentwiza aliipenda, tukairelease inaitwa Bembeleza. Lakini meanwhile nilikuwa nimeshaanza kufanya kazi mwenyewe nyumbani na kakaangu kama Msamaha, watu wengine wanaifahamu. Nikaja nikafanya remix ya Msamaha na Icon, nikaja nikafanya kazi na Barnaba. Yeah, that's how it started so far. Ilianzia hivyo tu, lakini I've been passionate. Nilikuwa ninaenda kwa shule. Hapo ni mtihani. Ndio kwa sababu gani? Sababu muziki unanifanya, kuna part ya muziki ambayo ninaenjoy sana, ukianzia kwenye kucheza, kwenye kuinteract na audience ile live. There are so many things about music ambayo ninapenda sana. Kwenye uandishi unakuwa uko free, sababu ni muziki wako mwenyewe, sio uko free kuimba kitu ambacho unajisikia kuimba. Voice over na yenyewe ni tofauti na ninaipenda kwa sababu inaniruhusu kuwa mtu ambaye mimi sie, lakini naweza kujiexplore mimi mwenyewe. Kwa mfano kama Sofia ana maasira sana, mimi bali na maasira kiasi kile, au nete ya kukaa na kuanza kumpikia mtu kisasi. Ila Sofia kuna namna kanifundisha namna ya kujibu na maadui zangu. Yes, lakini hizi mbili zote mimi nazipenda kwa kweli. Nikiambiwa nichague moja, napenda hapo. Kuna changamoto kwa kweli, zipo nyingi sana, ukizingatia kwamba nilianza muziki nikiwa mdogo, nikiwa niko shule. Kwa mfano kama nakumbuka nimekumbuka hapa chap kwa sababu ili tukio lilinitokea na liliniuma, na limekuwa refreshed juzi kwa sababu nilifanyiwa na msanii mwenzangu. Nilipokuwa nimekuja Dar es Salaam, niko zangu shule,
nikapata opportunity ya kwenda kumfanyia collaboration, niende nikamfanyia chorus ama back vocals, I don't know, lakini Matonya. History nikaenda kumfanyia kazi Matonya. Nikamaliza kumfanyia kazi, wakaipenda, nilikuwa nilipwe nirudi, nilikuwa nakaa nyumbani kwa dadangu. Imefika muda wa kulipwa, anaanza kupita kushoto, kupita kulia, kupita kushoto, kupita kulia. Akaniambia basi naomba nikupeleke nyumbani, wewe usiogope maana uko na gari lake. Nitakupeleka nyumbani, si nini, nipo kama saa 1 hivi usiku. Saa 2 usiku anazunguka, saa 3 kama basi nipe tu langu niondoke mwenyewe. Akaniambia wewe usiogope, nitakupeleka mwenyewe, nitakufikisha nyumbani mwenyewe. Usiwe na wasiwasi, naomba nimpelekee mama yangu chakula kwanza. Yaani nakumbuka miaka kidogo lakini inanipa jazba kiasi fulani. Naomba nimpelekee mama yangu chakula, alafu nikishampelekea mama yangu chakula nikupeleke nyumbani. Nikaambia sawa. Hata hivyo kwa kipindi hicho mdogo kubishana sana na yenyewe na umetokea Arusha, yani kuna zile conflicts nilikuwa nakutana nazo. Hata kama unaongea vizuri mtu anakuona kama unajeuri, wewe una madharau, just because umetokea Arusha. Kwa hiyo lazima ujiminye uwe mdogo ili basi watu wakuelewe, usijui. Anyways, kwenye kuondoka mimi sasa hiyo ni mgeni da, sijui maeneo mengi da. Kwa hiyo sijui hata tupo sehemu gani. Nafahamu tu ni kwamba safari ilikuwa ni ndefu, anafika hapa hivi ana stop mara saa 4. Naambia wewe mbona muda unaenda unakuwa mwingi. Usiogope, nafikisha hapo tunakupeleka mara saa 5. Tumeanza safari ikaanza kuwa ndefu, tunafika kwenye barabara ambayo mimi kwa kweli sijui, kama nilivyosema sipajui, ila ilikuwa ni usiku kama hivyo saa 5 ninavyokuelekeza. Tupo katikati ya barabara, usiku wa giza, kipindi hicho hamna taa da, useme kama hivi sasa taa zipo barabarani kila mahali. So I don't know where I am, na hamna magari mengi, sisi tu wenyewe tupo barabarani. Namuuliza wewe tunaenda wapi, lakini mbona sielewi. Katika ile kumuuliza kumpush sana, akaniambia wapigie simu nyumbani uwaambie kwamba leo unaenda kulala na mimi. Imagine nimefanya kazi, kaipenda, hajanilipa, alafu kanifungia kwenye gari lake, ananiambia leo aga nyumbani kwenu, there is no way. Unarudi kwenu, unaenda kwangu. Kuna ile kuelezea. Nilishikwa na hasira sana kiasi kwamba nikaambia unanishusha ama inakuaje, maana ilibadilika kidogo. Hali ilibadilika kidogo, naona yeye mwenyewe alikuwa anadhani ni masiara, maana ndo hoya ushilia sasa kuamka akasema uonevu unakuwa ni mwingi. Basi ndo alivyokuwa anaendelea kugoma na kufanya masiara na kunichukulia poa, sababu alikuwa amesha set mind yake, yani alikuwa amesha set mind yake. Yani pale alikuwa amesha set mind yake, yani vovote vile wote ajijua. Ndio nikashika steering ile pale nikaiburuza, ilikuwa tunaenda kudondoka kufa. Ndo akaona kwamba tupo serious, akasimamisha akasimamisha pale. Anambia shuka. Nikashuka katikati ya barabara, giza, sijui ni wapi. Nilitembea usiku mzima. Nakumbuka alinipa ni shilingi 10,000 ile basi tu ile ni nani ufike nyumbani. Nilitembea barabara nzima, ni giza, hamna taa, hamna mtu, mwenyewe sijui niko wapi. Nina hasira, nimetembea more than 30 minutes natembea, sijui niko wapi. Na hasira tunasema Mungu wangu mimi sijui. Mpaka nikaja nikakutana na bajaji huko mbele, yani kama dakika 45 zimeshapita huko nakutana na bajaji, yani hata kuongea siwezi, hizo hasira. Nikamwambia tu naomba unifikishe Mwenge, safari yenyewe ikawa ndefu mpaka tukafika Mwenge. Ndio Mwenge pale nikapanda daladala nikaenda nyumbani. Kwa kuja tena kusikia na hapo majuzi tena karudia tukio kama ile leo, alafu tuko kwenye group la wasanii wanatuambia inabidi tumchange. Kuna namna nilijisikia yani kwamba okay, huyu mtu hakujifunza au ilikuwaje, au kuna watu wengine pia washakuwa waanga hapo katika I don't really know. Lakini hiyo ni moja kati ya challenge ambayo nimekuta, na receipt zake zipo kwa Sudi Brown, kwa sababu siku iliyofuata nilikuwa na hasira sijui cha kufanya, nikampigia Sudi, nikamwambia Sudi, nikaongelewa mpaka kwenye hard. Akaja akaniomba msamaha, lakini mtu akisharudia mambo kama you just know kwamba ni hivyo, just to make it go. Kwa challenges ni nyingi, lakini katika moja ambayo nimeikumbuka hapo ya chap
ni kama hiyo hapo kwamba, na unakutana tu na watu ambao hawakuheshimu wewe, hawaheshimu sanaa yako, wanataka tu kupelekesha vile ambavyo wanajisikia wao. So hiyo ni moja kati ya challenge ambayo nimekutana nayo. Asante. Watu wengi hawajui nini kuhusu wewe ambacho kitakushangaza? Watu wengi labda sijui kitu ambacho hawakijui kwamba mimi hapa personally napenda sana kujifunza, kufanya research, kufanya uchunguzi, napenda sana kuenjoy maisha. Like maybe that's the only part ambao watu wengi labda hawajui, lakini napenda sana kujifunza kwa sababu kuna watu hawajui kwamba nina degree ya computer science, kuna watu wengine hawajui kwamba sasa hivi nina cheti cha entrepreneurship and all of that. Ni katika ile namna ya kwamba ninapenda kujifunza na kupenda kujua kwamba vitu vingine vinakuwa vinaendaje. Umefanya nini mpaka umefika hapa ulipo leo? Kwa kweli kuna kuanguka kwingi. Kuanguka ndo kwingi, yaani kuanguka na kukubali na kusimama. Unaanguka na kukubali na kusimama na kujitafuta na kuangalia okay, barabara hapa nilitokea sehemu gani, nipite vipi hapa, nipite vipi pale. Lakini mostly ni kuanguka na kusimama na kuendelea kupambana na kukubali kwamba hiyo ndo sehemu ya kujifunza. Kwamba kujifunza, sehemu kubwa ya mimi kufika hapa ni kwenye kujifunza na kukubali kwamba pale ambapo nimeanguka. Sasa hivi natakiwa nisimame, nianze na nakubali kwamba sasa hivi ni mwanzo. Kitu ambacho naweza kumshauri mtu ambaye anataka kuanza voice over ama muziki, unless kama sio biashara, lakini kama ni passion, you have to be really passionate. Unaanza kujifunza wewe, kuanza kujifunza kuanzia mwanzo, unatakiwa ufanye nini, vitu gani vya kuwa ili uweze kuwa. Lakini pia kama ni biashara, unatakiwa ufahamu biashara yako ikoje, vitu gani ambavyo vinahitajika. Kama ni kwenye voice over, unafahamu hii ni sauti sasa hivi ni kwa ajili ya kitu gani, na ile kwamba unafahamu range, unafahamu hii sauti sasa hivi ni matangazo ama sio matangazo, hii ni nini. Kwa kuna ile kujifunza, kwa sababu unaweza ukapata opportunity hapo pale kwenye opportunity unaambiwa fanya kitu fulani hauwezi. Naona watu wengi hata kwenye Bongo Stars wanafika wanaambiwa waigize, wanaenda kwenye kulia tu ama suni. Ranges ni chache, watu wana ranges chache. Kwa hiyo ranges, jueni ranges tofauti za hisia na namna ya kuzi access. Alafu baada ya hapo inakuwa rahisi, unapata opportunity hata wewe mwenyewe, kama hata kabla haujaitwa unaweza kujitengenezea mwenyewe opportunity. Sasa hivi kuna applications nyingi za AI, unaweza kutengeneza katuni zako. Kama ni mtu ambaye unajua kuandika story, ukaingiza sauti zako, kwa sababu umeshajifunza namna sauti tofauti zinakuwa kuziingiza. Washabiki zangu wategemee kwamba nina vitu vingi vya kushare, kuanzia kwenye safari yangu mimi mwenyewe personally, na vitu ambavyo nimeviona, vitu ambavyo ninavipitia. Kwa sababu unaweza ukaona kwamba labda kitu ambacho ulichonacho ni kidogo, lakini kuna watu wengine ambao wanatamani kujua hata pale ulipokuwa umeanguka ulisimamaje, ulipata nguvu ya kusimama. Then I have all those, nina muziki mingi ambayo ya kushare journey na sababu za wenyewe kuiandikwa. Nina vitu vingi vya kushare kama hivyo, mafuta ya nywele kwa watu ambao hawajui. Niko hapa suluhisho ya mtu yote ambaye anataka manywele marefu ndani ya muda mfupi na kwa uhakika na kwa bidhaa ambazo ni natural. Kwa hiyo na vitu vingi ambavyo ninavyo ambavyo nina mpango wa kuleta, so watu wakae tu karibu.